Kila dhambi ina matokeo. Kila dhambi unayoifanya duniani ina matokeo, ina malipo. Lakini bahati mbaya kwa mwanadamu, anategemea eti viongozi wa dini waje wamlipia hatia yake eti kwa sababu amewahonga pesa. Nasema sadaka tutakula, pesa tutakula, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli ya kwamba mwanadamu sipoamua kuokoka, mshahara wa dhambi ni mauti. Na bahati mbaya zaidi, hautatengeneza, hakuna matengenezo na Mungu ukifika. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele. Leo mtu wa Mungu, naomba tafakari maisha yako mapema kwamba je, aina ya maisha uliyoyachagua, je, utaenda kwenye uzima wa milele? Hao ndio mtihani mkubwa. Watu wengi wanapenda sana maisha ya sasa, wanaangaliwa, wanasema wanajiandaa maisha ya sasa. Watu wengi wanajiandaa, watu wengi wanajiandaa, wanajenga nyumba nzuri, wananunua magari mazuri, kila kitu wanafanya hapa, wana mali za dunia hii, lakini wamejisahau kwamba siku moja wataondoka duniani. Na wachungaji na viongozi wa dini, mashehe na wote viongozi wa dini ni wajanja kuliko kawaida. Walipogundua ya kwamba hawana uwezo wa kukabiliana na dhambi, wameamua kuwapatia watu vitu vya kushika mkononi. Yaani maajabu ni haya. Ukienda kwa mganga wa kienyeji utapewa hilizi, utapewa dawa, utapewa kinga. Maajabu yake sasa, ukienda msikitini utaambiwa kuna dawa, na zingine dawa bahati mbaya sana zinauzwa karibu na nyumba za ibada. Za nini hizo? Zote wanataka wachukue watu, hatimaye wakabiliane na dhambi, wakabiliane na mateso, wakabiliane na changamoto, wakabiliane na mizimu, wakabiliane na majini, wakabiliane na mapepo. Lakini Biblia inatukumbusha asubuhi ya leo, inasema kila jambo unalofanya duniani lina mshahara. Ina mshahara, mtu wa Mungu. Kila jambo unalofanya, mshahara wa dhambi, maandiko matakatifu yanasema wazi ya kwamba ni mauti, lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele. Mtu wa Mungu, nimekuja mahali hapa nikukumbushe ya kwamba, mtu wa Mungu, tafakari haya ya kwamba duniani, mtu wa Mungu, unapita duniani hapa, wote tunasafiri duniani hapa. Kuna njia moja tu ya kwenda mbinguni, nayo njia inaitwa kuokoka, nayo njia inaitwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nasema kwamba nafunguka wazi ya kwamba viongozi wa dini, mitume na manabii walipogundua ya kwamba hawana uwezo wa kukabiliana na dhambi ya mwanadamu, wamehangaika. Wengine wanakwambia wana mafuta ya upako, wengine wanakwambia wana maji ya baraka, wengine wanakwambia wana keki za upako. Watu wanahangaika, mara wana mavazi mekundu, mara wana mavazi ya namna gani. Lengo kubwa ili watu kuwafanya ngaa wao watakatifu. Ndugu yangu, chukua njia moja tu ya kuwa mtakatifu. Hiyo njia inaitwa kumpokea Bwana Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Njia moja, hakuna njia mbadala. Vitu vyote vitapita.